Najua hujanipenda ila mina mapenzi na sio tajiri, nazidi mikukonda. Hai, mwenzangu nona nenepesha mwili, na tena kiongozi wa kundi. Sasa mbona julikana, unachotaka misivungi, kukupa nikapambana. Alafu babe, kuna kipengele hapa pale ninapokaa pale, naona mazingira ni yataniridhisha. Unataka kuhama? Hilo ni swala dogo. Cha msingi utafuta nyumba utakayoona inafaa. Sawa? Utalipia, wewe usiwazi. Usifanye hata kwa kusichomoi mtu. Yaani hapo tu ndo ninakupendea bibi wangu. Sio umependeza, yani umebadilika, umenenepa. Kweli? Sio kweli. Sio unanipanga. Pia yani nikipita hapa mtaani, watu wananiambia haupendezi, sio hausuki, kila siku miremba tu. Usijali mpenzi wangu, mimi nimerudi kwa ajili yako. Kwa hiyo kuhusu kupendeza, sijui usuki, masuala madogo yote tutayamaliza. Alafu kitu kingine sasa, nataka utafute sehemu nzuri tukaenjoy. Sio unajua muda mrefu tujaona na mpenzi wangu. Haya, sawa, hilo limeisha. Alafu mimi niko nimemiss kiss lako baby, yani muda mrefu. Kweli mpenzi wangu. Ndio. Naam, nakusikiliza Shem. Najua nimemkosea sana Jito. Nilikuwa naomba uongee naye. Mimi nitakuwa yule mwanamke ambaye anamhitaji. Nitafanya kila kitu ili mradi nimridhishe. Nimejitahidi kubadilika, kwa sababu nampenda sana. Nimegundua siwezi kuishi bila yeye. Ni kweli kabisa anachokisema shoga yangu. Saizi anapitia maumivu makubwa sana. Na ndio maana tumekuja hapa. Tunaomba uweze kujaribu kuongea na huyo Jito, aweze kumsamehe shoga yangu. Sawa, mimi nimewasikiliza. Lakini pia nimewaelewa. Lakini Shem, unajua uliyoongea ni kweli umemaanisha. Ila tukirudi nyuma mambo uliokuwa unamfanyia Jito, kusema kweli hata mimi mwenyewe sikuridhishwa nayo. Unafanya mambo ya ajabu kweli. Nifikia tu mpaka Jito mwenyewe akaa nakata tamaa juu yako. Kwa sababu muongea kwa kumaanisha. Na chozi la kutiririka kiasi hicho. Basi mimi naamini kuwa uko tayari kubadilika. Sawa. Nimefurahi kusikia hivyo. Ni vizuri kwa umejirudi. Na pengine sasa mnaenda kutengeneza kapo moja nzuri tu. Kwa sababu tabia za mwanzo zilikuwa haziridhishi kabisa. La kama imekuwa hivyo ni vizuri, na naona mgeni huyu machoni pangu sije kumuona. Ni rafiki yangu. Anaitwa nani? Anaitwa Lydia. Mrembo. Lydia, karibu nyumbani, mimi naitwa Jamii.
Naomba unipishe nipite. Nipishe upite uende hapo. Sikia. Hivi kweli umefikia huko kweli? Hapa tulipofikia umetaka wewe na umesababisha wewe. Mimi haki ya Mungu nakwambia. Mimi yule mtu sina mahusiano naye hata kidogo yani. Wewe naomba unielewe tu. Unahisi hilo tu naweza nikakuelewa? Kirahisi tu sina mahusiano naye mimi nikuelewe. Baba, mbona unakuwa kinganga hivyo? Kwani mimi na wewe tumezaliwa tumbo moja? Mimi na wewe tumetoka tumbo moja. Mbona mimi naweza kukaa bila wewe, kwa nini ushindwe kukaa bila mimi? Nisikilize nikwambie kitu. Unaona mimi unavyoniona? Mimi muone. Sijui unanielewa. Afu muone nimependa unavyoniona. Mimi ninapokuwa nimependa na kujua kwa nimemaanisha. Mimi sikutanii katika maisha. Alikia. Ndio kila kitu katika maisha yangu. Sijui unanielewa? Mimi sio chochote bila wewe. Hivi unataka nifanye nini ili uamini kwa mimi nakupenda? Unaweza kaniambia labda? Jaribu kuniambia. Maana kila ninavyojaribu kuelekeza mwenzio, bado tu uelewe. Mimi sio mtu wangu, sina mahusiano naye yoyote ule. Sikiliza. Mimi wasipendi kuumizwa kwenye mapenzi. Na wala sipendi kuchanganywa na mwanamke wa aina yoyote. Sasa nimeona bora mimi uniache ili wewe uendelee na mara yako. Sio, unanielewa? Mimi ni mtu mzima alafu mimi najielewa. Sio, unanielewa? Alafu ninalia na kuwa na maanisha. Sili kwa kukuetia. Unamwona yule? Yule mimi nitaishi naye yule. Mimi nakupa hii nafasi ya mwisho. Sasa hili swali lijirudie tena kwa sababu sihitaji kuchanganywa na mwanamke mwingine yoyote. Nakupenda sana. Usilie mpenzi wangu. Mimi nishakusamehe. Comment sana. Kusamehe. Mama basi usirudie tena kuniumiza basi. Sikia mpenzi wangu. Basi kujitokea hicho kitu. Kwa ile haiwezi kutokea. Sawa mpenzi wangu. Basi mimi nenda nyumbani. Basi sawa. Ngoja nielekee nyumbani nikapumzike sasa. Moyo na kuhitaji pekee, sina mwengine ila ufia vingie. Wewe nani nakuuliza? Oa. Wewe ni mtu gani usiambilika wewe? Mara kibao nishajaribu kukuambia kwa mimi na mtu wangu kuba langu ili hapa Nimekuja tena. Najiona kabisa siwezi kumove on bila wewe. Naomba unisamehe. Nahitaji sana msamaha wako. Mimi nakuahidi nitakuwa yule mwanamke ambaye unamhitaji wewe. Nitabadilika. Wanawake wa Uswahilini bwana. Wakishatambua makosa yao ndio wanakumbuka kuomba msamaha. Nilikupa nafasi kubwa sana kwenye maisha yangu. Na nilitamani uje kuwa mwanamke wa future ya maisha yangu. Lakini kila nilichokupatia lakini bado ukawa hauonyeshi thamani ya kama mpenzi wako. Nikwambie kitu. Sasa nimepata mwanamke ambaye ndiye tulizo la moyo wangu na ndiye anayenipa furaha wakati wote. Siwezi tena kurudiana na wewe. Hiyo ndio key point. Ni bora tu ungeenda kuendelea kufanya mambo yako. Maneno yako yananiumiza. Kumbuka hata mimi pia ni binadamu. Na madhaifu yangu. Babe, tuna mgeni na uniambie. Kwanza amefika hana muda mrefu. Yaani kama dakika moja tu na wewe ndo unaingia. Alafu kikaragosi. Kwani ukiambiwa Kiswahili uelewi au?
Wewe uliambiwa usikanyage hapa. Umetoa mbaliga zako huko na kuja kumsumbua mpenzi wangu. Usichoelewa kitu gani kwamba utakiwi? Hey. Yaani ninahisi kabisa unataka upewe darasa. Tena hilo darasa la kufundisha adabu. Sasa subiri. Kuna kitu unakitafuta na ipo siku utakipata. Sawa. Wenda nikawa mpumbavu kwa sababu ya mapenzi yako. Dada. Leo sijaja kishari. Ila haya ninayoyapitia hata wewe utayapitia kama mwanamke. Mimi naenda. Ushapewa nafasi umeshindwa kuitumia. Bado unang'ang'ania. Si uende huko kwa jamaa zako wa mtaani. Ta umezidi vituko, kusutana kila kona, wadada wenye micharuko, tawaona kwenye ngoma. Naweza ukapenda cha mtu, alafu kaituza siri, alafu ni mume wa mtu, mapenzi amekuwa shubiri, naweza nipa kila kitu, wendo wakunistiri, kwani utaseke kila siku, tena utakondesha mwili. Wapi sahihi? Nipende wapi sahihi? Wapi sahihi? Sasa mpenzi, mimi naondoka. Nitakuja baadaye. Lakini Malikia, mbona unakuwa hivyo lakini hivi wewe mwenyewe unafikiria namna gani sijakutana na wewe? Kuna issue na kumalizia nyumbani, kuna kazi ndogo inabidi nimsaidie bibi mkubwa. Alafu mimi nitatokea. Sawa. Mimi sikatai, hakuna sio kwa na kazi. Mimi na pengele zangu kibao mtaani kwa nimeziacha kwa bila. Sasa hivi nakuja hapa, lakini niweze kufanya. Wow, sijui na kazi, sasa kazi ndio nini? Kwani mpenzi wangu hapo sichonielewa kitu gani? Wazo lako unashindwa kuelewa hisia. Ni shida iko hapo tu. Wewe sichonielewa kitu gani? Hivi ukikubali hapo kuondoka mimi na mimi mtaani kuna shida gani? Au na mimi nitafaidi sana? Sawa, najua kama umenimisi mpenzi wangu. Ila nimekwambia nende nyumbani mara moja, alafu nitakuja geto. Kwani shida ipo wapi? Wewe utakuja. Sasa unaambia unakuja alafu baadaye mimi nakaa kule nafunga maskani na kula vitu vyangu na kusikilizia alafu utii maguu tutakuwa tunagombana. Wapi sahihi? Nipende wapi sahihi? Wapi sahihi? Naona unamwangalia demu wako mwenyewe. Wewe usiangalie watu tena. Yule si demu wako ndio maana unamkodolea macho kama hivi. Acha mambo yako basi. Mbona unakuwa na complain wewe? Unakuwa na complain lakini. Kwa mimi nisimwangalie kupita tu nimwangalia sababu. Poa, usilete mambo yako basi. Mbona hivyo basi wewe? Wewe upo na mimi hapa funaangalia wanawake wengine si? Unanichukuliaje? Bado unamtaka mwanamke wako. Afu unaniletea siku hizi utoto. Sawa? Afu mimi ni mtu mzima, mimi najielewa unavyoniona ujue. Sawa? Wewe usinichukulie kama unavyonichukulia. Mwenyewe na maisha yangu najielewa. Sawa? Naheshimu mahusiano yangu. Mimi sina mahusiano naye, naomba unielewe. Sio mara kibao najaribu kukuelekeza utaki kuelewa. Sasa nakuelekea sasa. Utakuja kuonana wabaya kwa sababu wewe ukidekezwa wewe ukidekezwa wewe utanipanda kichwani. Mimi nitaonekana sina namba mtaani. Mimi ndo nakuelekeza sasa. Sawa, mimi naondoka zangu. Sawa, fanya hivyo basi nyumbani uje baadaye. Sawa. Najua hujanipenda, ila mimi na mapenzi na sio tajiri, nazidi mikukonda.